ili tuweze kwenda pamoja. Nimemwamini Mungu ya kwamba tutakapomaliza kujifunza somo hili, kila mtu atakuwa na shauku ya kumtumikia Mungu kibinafsi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Somo letu andika Mkristo na utumishi. Mkristo na utumishi. Mkristo na utumishi. Naomba nihamishe darasa kwako mpendwa. Nani anaweza kanisaidia nini maana ya utumishi katika general view, yani katika muktadha wa kiujumla? Nani anaweza kanisaidia nini maana neno utumishi? Nini maana neno utumishi? Yeyote? Kujaribu sio kushindwa jamani. Anaweza kunisaidia nini maana neno utumishi? Karibu mama. Karibu. Utumishi anatumikia watu. Amina. Barikiwe. Asante kwa kujaribu. Mwingine jamani ambaye anaweza akawa na maana. Najua mnajua hivi vitu, sio vigeni kwenu. Karibu. Wow. Utumishi ni kutumika sawasawa na kusudi la lile aliyekutuma. Yasema utumishi ni kuwatumikia watu. Mwingine anaweza akasema utumishi ni kujiweka chini ya mamlaka fulani na kufuata chochote ambacho ile mamlaka inafanya nini? Inakwambia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo somo letu sasa linaunganisha kati ya Kristo na utumishi. Tukiamini ya kwamba haujaokoka ili ukae kanisani na kuondoka, au hujaokoka ili maisha yako yawe vizuri tu, au haujaokoka ili uwe kama bosi ndani ya nyumba ya Mungu, ila umeokoka kwa sababu kuna kitu fulani Mungu pia anataka utumike, na ndio maana uko duniani. Ngoja niwaambie hichi kitu. Yule Roho Mtakatifu uliyempokea ni mtakatifu kiasi kwamba haruhusiwi kukaa hapa duniani, kwa sababu ulimwengu huu haumtambui wala haumtaki, na wewe ndio umembeba huyo Roho Mtakatifu. Kwa kikawaida ilibidi ulipookoka uwe unayeyuka, unaenda wapi? Mbinguni. Kwa sababu wewe ni raia wa wapi? Kwa sababu wewe ni raia wa wapi jamani? Mbinguni. Lakini upo duniani kwa sababu kuna kazi maalum ambayo Mungu anatamani uifanye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Uko duniani kwa sababu kuna kazi maalum ambayo unatakiwa uifanye. Na ndio maana kwenye Waefeso 5 mstari wa 15 pale mpaka 17, Paulo alikuwa na waasa wa Efeso ya kwamba enendeni kwa hekima, kwa sababu nyakati hizi ni za uovu. Kwa nini? Alikuwa anawaambia wao ni wapitaji katika ulimwengu huu, lakini kuna kazi maalum ambao wanabidi waifanye hapa duniani, ambao hiyo kazi wakiwa ndani ya Kristo iende pamoja na wao na thawabu mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kila mtu ni mtumishi. Amen. Kwa sasa hapa nikaandika kweli kadhaa kuhusiana na utumishi. Kweli kadhaa kuhusiana na utumishi. Kweli ya kwanza, asili ya mtu ni utumishi. Hiyo ni kweli ya kwanza. Andika hiyo. Kweli kadhaa kuhusiana na utumishi. Asili ya mtu ni utumishi. Asili ya mtu ni utumishi. Niwekee Mwanzo 1 mstari wa 26. Huu ni mstari wangu pendwa. Chochote kilichoumbwa au kutengenezwa kipo kwa ajili ya manufaa ya aliyekiumba. Yaani wewe uliumbwa na Mungu, haupo kwa ajili ya manufaa yako. Bwana Yesu asifiwe. Upo kwa ajili ya manufaa ya aliyefanya nini? Aliyefanya nini? Aliyefanya nini jamani? Aliyekuumba. Upo kwa ajili ya manufaa ya aliyekuumba. Mwanzo 1:26 Mungu anasema, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama nchi yote, pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Niwekee Zaburi 24 mstari wa kwanza. Zaburi 24 mstari wa kwanza, niunganishe hapo baadhi ya vitu. Zaburi 24 mstari wa kwanza. Zaburi 24. Nchi, tusome wote. Bwana Yesu asifiwe. Tusome wote 1 2 3 twende. Hapa anasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, wakatawale.
Alafu hapa anasema nchi na vyote vijazavyo ni mali ya nani? Ya Bwana. Maana yake sasa Mungu alipoumba vitu vyote, alipovitengeneza vitu vyote duniani, akasema na tumfanye mtu aende akasimame kwa niaba yetu kwenye hivyo vitu duniani. Ndo asili ya utumishi inaanzia hapo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wewe haukuja duniani kwa sababu Mungu anataka uje uenjoy. No, ulikuja duniani kwa sababu Mungu anataka utumike. Bwana Yesu asifiwe. Manake ibada yako inakamilishwa katika utumishi. Kuna kuabudu, kumwazimisha Bwana, lakini ibada yako inakamilishwa katika kufanya nini? Kutumika. Kwa vitu vyote vilivyoko duniani, nchi na vyote vinavyoishi ni mali ya nani? Ya Mungu. Lakini anasema kwamba na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu wakatawale. Manake wanaenda kutawala vilivyo vya kwetu. Na ndio maana Mungu alikuwa na ujasiri Adamu alipomkosea kumfukuza Eden. Kwa nini alikuwa na ujasiri kumfukuza Eden? Kwa sababu nchi na vyote ni mali ya nani? Ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa asili yako wewe ni utumishi. Kwa mtu yoyote ambaye hatumiki ndani ya nyumba ya Mungu atajikuta automatic anatumika kwenye kazi za shetani. Yaani usiposimama na Mungu automatically unasimama na nani? Na shetani. Mtu hajawahi kuwa peke yake. Naipendaga sana kauli moja ya mtumishi wa Mungu Seif. Uwaga tukiwaga tunapiga story. Anasema a man is a free agent. Anasema mtu ni kama agent fulani ambaye yeye kazi yake uwaga anapokea taarifa fulani afu anazichakata. Hawezi kuwa peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Hawezi kuwa nini? Peke yake. Na ndio maana Adam alipomkosea Mungu automatically alijiuza chini ya utawala wa nani? Wa shetani. Kwa chochote alichokifanya alikifanya kwa manufaa ya kumnufaisha shetani. Maanake kumnufaisha shetani ni nini? Alikifanya kwa manufaa ya mapenzi yake. Tunapoanza kufanya vitu kwa mapenzi yetu, kwa matamanio yetu, kupushi ubinafsi wetu, automatically tunajikuta tunaabudu kazi za shetani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa asili yako ni utumishi. Asili yako ni utumishi. Kwa hata kuokoka kwako, umeokoka ili uko duniani na uko ndani ya Kristo. Cha kwanza ili utunze taa ya wokovu ambayo ni ushirika na Mungu. Cha pili ni ili utumike. Tunaposema kudhihirisha ufalme wa Mungu duniani ni utumishi. Mwambie jirani yako ni utumishi. Mwambie jirani yako ni utumishi. Amen. Jambo la pili kuhusiana na utumishi. Kweli ya pili. Mtu hawezi kutumikia mabwana wawili. Mtu hawezi kutumikia mabwana wawili. Hebu niwekee Mathayo 6 mstari wa 24. Mathayo 6 mstari wa 24. Mtu hawezi kutumikia mabwana wawili. Anasema hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili. Mbeleni huko anasema kwa maana atamchukia huyu na kumpenda huyu, ama atashikamana na huyu na kumdharau huyu. Hamuwezi kumtumikia Mungu na mali. Sasa Yesu alizungumzia katika namna ya mali na Mungu. Manake alitoa mali kama mali akaipeleka kwenye nafasi ya Mungu. Mali na Mungu vikawa ni vitu viwili vinavyoshindana, kwamba je, mtu aamue kumwacha Mungu kwa sababu ya mali au mtu aamue kuacha mali kwa sababu ya nani? Ya Mungu. Vikawa vinashindana. Lakini kuna kodi hapa Yesu anayotupa. Mtu hawezi kutumikia mabwana wawili. Kwenye moyo wa mtu kuna mamlaka fulani ambayo mtu anaipokea kutokana na aina ya Mungu anayemwamini. Kila mtu yote duniani ambaye unamuona, hata mpagani, kuna hekima fulani anayoiamini inayomfanya awe mpagani. Kila mtu yote unayemuona, kwa mfano sisi tuna hekima yetu tunayoiamini inaitwa nani? Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio hekima yetu. Wanaoabudu miungu wana hekima yao wanaoiamini, ambayo hicho kitu kinakuwa na sauti kwenye maisha. Kwa kila mtu anakuwaga na sauti fulani kwenye maisha. Mtu yoyote anayesitasita ni yule mtu ambaye kunakuwa na sauti mbili zinapigana vita kwenye maisha yake. Na Biblia inasema mtu asitae Mungu hana furaha naye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Manake alichokuwa anatuambia, issue ya kutumika ni maamuzi ambayo unatakiwa kuyafanya, kuweka commitment,
kuweka maamuzi wewe binafsi ya kwamba mimi nitamtumikia Mungu kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni mambo ambayo unatakiwa kuweka commitment. Unatakiwa kuweka commitment. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni kweli ya pili. Sasa tangu tulipookoka duniani, sisi ni watumishi wa haki katika ulimwengu. Haleluya. Sisi ni watumishi wa haki katika nini? Ulimwengu. Hebu niwekee Wakorintho wa kwanza 4 mstari wa kwanza. Wakorintho wa kwanza 4 mstari wa kwanza. Sisi ni watumishi wa haki, maana ni watumishi wa Mungu katika ulimwengu. Anasema mtu na atuhesabu hivi ya kuwa tu watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. Maanake tu watumishi, tunasimama chini ya mamlaka ya Kristo katika kudhihirisha kusudi lake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Maanake katika kila eneo, kwa sababu kanuni ambayo Mungu ametupa katika agano hili ni kwamba enendeni ulimwenguni mote mkawafanye mataifa kuwa nani? Wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Maanake ukiwa ofisini, hilo neno unatakiwa wewe uwe mtumishi wa hilo neno. Maanake ofisini kwako wewe ni mtumishi wa Mungu kwenye hilo eneo. Bwana Yesu asifiwe. Unapokuwa kwenye kazi yako, wewe ni mtumishi wa Mungu, unawakilisha ufalme wa nani? Wa Mungu. Haleluya. Na tunajua ufalme wetu unavyowakilishwa. Ufalme wetu unawakilishwa katika haki, katika amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Maanake mambo yote yaliyo ya stara, mambo yote yanayopendeza, mambo yote yanayoleta amani na uzima, yanayoleta amani, sisi ni watumishi kwa hayo mambo kwenye kila eneo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kila mtu hapa ni mtumishi wa Mungu. Hebu sema mimi ni mtumishi wa Mungu. Sema mimi ni mtumishi wa Mungu. Tunachotofautiana ni nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni mtumishi kwenye eneo fulani, wewe ni mtumishi kwenye eneo fulani, lakini wote katika utumishi wetu tuna mchungaji mmoja hapa kanisani anaitwa Chanjarika. Yeye manake anasimama kama nafasi ya Mungu kuweza kutusambaza na kuweza kufanya kuhakikisha ya kwamba tunapokuwa huko tunazaa matunda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wewe ni mtumishi wa Mungu. Ukijua hii kanuni ya kwamba wewe ni mtumishi wa Mungu, hautakuwa tasa. Watu wengi ni tasa kwa sababu hawajui kwamba ni watumishi wa Mungu. Ninavyomaanisha utasa, kutokuzaa matunda ya kiroho au kutokuzaa matunda ya wokovu kwa watu wengine. Manake kwenye kila eneo ambalo Mungu anakuweka, unahitajika kusimama kama mtumishi wa Mungu, kama sauti ya Mungu kwenye hilo eneo. Bwana Yesu asifiwe. Manake ninapokuwa kwenye kazi yangu, kwenye biashara yangu, natakiwa kusimama kama mtumishi wa nani? Mtumishi wa nani jamani? Kwa tangu tulipookoka, sisi ni watumishi. Sisi ni watumishi wa Mungu, ni wawakilishi wa ufalme wa Mungu kwenye kila eneo. Ngoja niwaambie kitu. Mungu hatojaji maisha yako sijui ya kuja kanisani mara kwa mara, kwamba ulikuja kanisani mara ngapi. Hatojaji. Mungu atajaji kila eneo la maisha yetu tulivyoishi, namna ulivyomtreat kila mtu. Mungu atahukumu ile siku ya mwisho. Siku ya mwisho Mungu atahukumu kila kitu kwenye maisha yako. Manake Mungu alivyoyatengeneza maisha, ametengeneza kwamba katika kila hatua unayopiga umwakilishe yeye. Ndio anachofanya. Kwa atakuwa radhi kuhukumu hata pale ofisini, namna unavyoenenda kwenye ofisi yako, atakuwa radhi kuhukumu. Atakuwa radhi kuhukumu namna unavyoenenda ukiwa shuleni, atakuwa radhi kuhukumu. Atakuwa radhi kuhukumu namna unavyoendesha kazi zako, atakuwa radhi kuhukumu. Atakuwa radhi kuhukumu hata muda wako, atakuwa radhi kuhukumu. Atahukumu hata vile vitu vya asilini ambavyo watu wote hawavifahamu, atahukumu. Kwa nini? Kwa sababu yeye anategemea ya kwamba ulipo wewe na yeye anatakiwa kuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Ulipo wewe na yeye anatakiwa kufanya nini? Kuwepo. Kwa atahukumu maisha Mungu. Hata hukumu mimi ninavyohubiri hapa, wala mimi sitapata grant mbele za Mungu kwa sababu ninaongea hapa habari za ufalme. No. Atahukumu maisha yangu mpaka hapa. Tunaelewana? Bwana Yesu asifiwe. Atahukumu namna unavyokaa na wafanyakazi wako, namna unavyokaa na mfanyakazi wako nyumbani,
namna unavyokaa na kila mtu, vyote hivyo Mungu anaviweka kwenye accountability. Kwa hiyo ili sasa ugundue hicho, unahitajika kuishi kama mtumishi wa nani? Manake unamwakilisha Mungu kwenye kila eneo. Bwana Yesu asifiwe. Hekima ya kimungu inatakiwa ikae ndani yako. Neema ya kimungu inatakiwa ikae ndani yako. Uwezo wa kiungu unatakiwa ukae ndani yako, na chochote kilicho cha kimungu kinatakiwa kikae ndani yako, unakisambaza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hii ni njia nyepesi ya kuzaa matunda. Sio watu wote. Utumishi sio kubeba spika kwenda mtaani. No. Utumishi sio sijui kusimama labda ni ubiri injili ndio utumishi. No. Unaweza ukawa mtumishi kwenye kila eneo ambalo upo kwenye maisha yako. Je, kwenye kila eneo upo kwenye maisha yako unamwakilisha Kristo vema? Hilo ni swali kwako. Bwana Yesu asifiwe. Biblia anasema katika Mathayo 5:16, anasema hivyo nuru yenu na ing'ae, ili watu wamtukuze Kristo wayaonapo matendo yenu mema. Bwana Yesu asifiwe. Nuru yenu na ing'ae, ili watu wamtukuze, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Wow. Kwa hiyo wewe ni mtumishi. Bwana Yesu asifiwe, kwenye kila eneo kwenye maisha yako. Amen. Haleluya. Haleluya. Kwa hapo nilikuwa naweka katika hali ya ugeneral kwamba unatakiwa kuishi kama mtumishi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tuje kwenye eneo la utumishi katika nyumba ya Mungu. Namalizia sio muda mrefu. Tuje katika eneo la utumishi katika nyumba ya Mungu. Jambo la tatu, kweli ya tatu kuhusiana na utumishi. Mungu hamtumii mtu mbali na uwezo ambao Mungu ameuwekeza ndani yake. Hakutumii Mungu mbali na uwezo ambao amekuwekeza ndani yako. Manake kitu ambacho Mungu ameweka ndani yako ni nyenzo ya kumtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nilitoa mfano mmoja nikasema mimi nina kipawa cha kuimba. Wangapi wanaamini kwamba mimi nina kipawa cha kuimba? Jamani, wengine hamwamini? Wangapi wanajua kwamba nina kipawa cha kuimba? Si ndio? Nilisema hicho kitu. Mimi nina kipawa cha kuimba. Hiki kipawa hakikuja nilipookoka, nilizaliwa nacho. Tunaelewana? Hata kabla sijaokoka nilikuwaga nakitumia. Nilikuwa naimbaga sana nyimbo za Bongo Flava. Nilikuwa nakitumia vizuri. Hiki kipawa ningeamua nikitumie kuimbia nyimbo za Bongo Flava, nimsifie mwanamke. Hiki kipawa ningekitumia niimbe nyimbo za siasa. Hiki kipawa ningekitumia, hiki kipawa niimbe nyimbo za mazingira, tutunze mazingira. Ningetumia hiki kipawa niimbe nyimbo za asili. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa sababu nimeokoka na vitu vyote baada ya kuokoka ni vya Kristo, na hiki kipawa ninakitoa kwa Mungu kitumike kupitisha hekima na neema ya Mungu kwa watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Manake ni uwezo ambao Mungu amewekeza wapi? Uwezo gani ambao Mungu amewekeza ndani yako? Je, unaweza kufanya nini? Haujui kwamba hicho unachoweza kukifanya kinaweza kuongeza ladha kwenye ufalme wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Haujui kwamba hicho unachoweza kukifanya kinaweza kuongeza ladha kwenye ufalme wa Mungu? Mungu akikuamini kwa ajili ya fedha, fedha ni nyenzo ya kumtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akikuamini kwa ajili ya uwezo wa kuongea, uwezo wa kuongea ni nyenzo ya kumtumikia Mungu. Manake kama ulibidi ujaze habari za Simba na Yanga, ilibidi ujaze habari za siasa, jaza neno la Kristo ndani yako, ili kila mtu anapokaa na wewe aone tumaini. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Una uwezo wa kuelekeza kitu, wewe ni mshauri, jaza hekima ya kimungu ya kushauri ndani yako. Ndio namna hivyo ilivyo nyepesi. Manake utumishi kabla ya vipawa tunatoa ni moyo kwa Mungu. Ukishatoa moyo kwa Mungu, Mungu anaanza kukubebesha yaliyoko kwenye moyo wake. Kwa akinibebesha yako kwenye moyo wangu na kujaje kuyatoa, ninaweza kuongea. Kwa ninaongea, ninayatoa yaliyo ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hujui wengine ni wasafi, mnapenda mazingira. Je, unalionaje kanisa? Au kazi yako ni kulalamika tu? Tasikia hapa kanisani wachafu sana, pana vumbi sana. Wewe ukiona chochote unachokiona ndani ya kanisa hakiko vizuri, manake ndo eneo lako la wito ndani ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu ananielewa ninachokiongea? Kuna mtu ananielewa ninachokiongea? Kuna mtu hapa yuko hivi kwamba
yeye ana uwezo wa kumfuatilia mtu, yaani ana uwezo wa kumfuatilia mtu ndani ya kanisa. Yaani yeye anaweza kufuatilia mtu. Ukimpa kazi, pigia watu fulani simu, atapiga asubuhi, atapiga mchana, atapiga jioni. Hilo ni eneo lako la utumishi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu hatutumii mbali na uwezo aliowekeza ndani yetu. Ni ule ule uwezo ambao Mungu anatamani kuutumia, anachofanya anauongezea neema. Bwana Yesu asifiwe. Ni ile ile fimbo ambayo Musa alikuwa anachungia kondoo, Mungu aliitumia fimbo ya miujiza. Bwana Yesu asifiwe. Aliitumia fimbo ya nini? Ya miujiza. Yule Bezaleli ambaye alikuwa anatengeneza hema pamoja na Nili, sio kwamba alikuwa ajui kitu, alikuwa anajua kutengeneza vile vitu, ila Mungu alichokifanya aliongeza neema kwenye kile kitu alichonacho. Na ndio maana lile neno ya kwamba aliye na kitu uongezea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unajiuliza, hivi sasa ndani ya nyumba ya Mungu namtumikiaje Mungu? Kwenye ufalme wa Mungu namtumikiaje Mungu? Kabla hujapewa maagizo au hujapewa kwamba fanya hiki, anza kuangalia una nini. Kile ulichonacho ni nyenzo ya kumtumikia nani? Vijana au mabinti, wakati wa kumtumikia Mungu ni saizi. Bwana Yesu asifiwe. Ni saizi. Mungu mimi amenipa neema ya kwenda miaka 20 mbele na kurudi nilipo. Nyakati za kumtumikia Mungu ni nini? Ni saizi. Bwana Yesu asifiwe. Ninaposema amenipa neema, maana yake najifunza kwa watu. Amen. Sije kasema alienda hapo akarudi. Hapana. Najifunza kwa nini? Kwa watu. Kuna mtu anasema nitamtumikia Mungu nikioa au nikiolewa. Je, watu waliooa au walioolewa hawajakwambia? Bwana Yesu asifiwe. Hawajakwambia? Nyakati za kuwekeza kujenga msingi wa utumishi ni sasa. Bwana Yesu asifiwe. Unataka ukutane na mtu ambaye alikukuta umtumikiaji Mungu, ulikuwa doja kanisani, alafu sasa umeshaoa ndio unaenda kanisani. Nakwambia unaenda kanisani wapi? Kufanya nini? Tangu lini wewe umeanza kufanya usafi kanisani siku za Jumamosi? Baki hapa nyumbani. Unataka ufike hiyo level? Nyakati za kuwekeza kwenye ufalme wa Mungu ndio sasa. Bwana Yesu asifiwe. Vipi je, vipi kuhusu kanisa la Mungu? Unajisikiaje likiwa chafu? Na wewe ni kijana na umependeza, unajisikiaje likiwa chafu? Vipi wale wenzako ambao unakaa nao? Je, umewaambia kuhusiana na habari za Kristo? Au unawatazamisha tu kwamba kuna season mpya ambayo imetoka msimu huu inaitwa fulani? Au unawatazamisha tu Pakome alipiga jana mpira? Au unawatazamisha tu michongo ya kubeti ya kufanya nini? Kijana, nyakati ya kumtumikia Mungu ni sasa. Bwana Yesu asifiwe. Muda au tusubiri, muda unatembea kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Nilipogundua hii siri, niliacha kujichukulia kirahisi. Niliacha kuchukulia kirahisi. Mara ya kwanza nilikuwa na wakati Mungu ananiambia inabidi uanze kunitumikia, nilikuwa namwamini Mungu kwamba anipe ishara na miujiza kwanza. Kwa hiyo nakumbuka kipindi wakati nasoma chuo, nilikuwa nafunga sana ili Mungu anipe ishara na miujiza. Yaani mimi ndoto zangu zilikuwa nikisimama hapa nikifanya nyie wote hapa muanguke chini. Ndio zilikuwa ndoto zangu. Zilikuwa ndoto zangu. Mungu akaja akanipa hekima, akasema kama unashindwa kuniamini katika kidogo ninachokipitisha kwako, je, nawezaje kukuamini katika mambo makubwa? Na Mungu alinifungua kwenye ule mfano wa zile talanta, kwamba kuna mtu alimpa talanta 5, mwingine akampa 2, mwingine akampa 1. Bwana Yesu asifiwe. Maanake anza kuthamini kitu kidogo ambacho Mungu amekupa, kinatosha kumtumikia Mungu na kuongeza thamani kwenye ufalme wa Mungu. Nataka niwaambie kitu. Kila mtu anacho kitu cha kuongeza thamani kwenye ufalme wa Mungu. Kama unaamini sema amen. Na ndio maana hauruhusiwi kumdharau Mkristo yeyote. Bwana Yesu asifiwe. Hauruhusiwi kumdharau Mkristo yeyote. Unajua wakati mwingine sisi wenye huduma ambazo zinaonekana, huduma hizi za kuonekana ambazo unasimama madhabahuni, unasimama mbele za watu, ni rahisi sana kumdharau mtu ambaye unamwona anaingiaga kanisani na anatoka. Ni rahisi sana kumwona kama kaka hapa hafanyi chochote, lakini hujui labda huyu kaka muda mwingine ndo anamkaga saa 8 usiku kuombea ibada. Ni rahisi sana kumdharau. Ni rahisi sana kudharau zile huduma za watu wasioonekana na kumagnify huduma za watu zinazoonekana. Hautakiwi kumdharau mtu, kwa sababu kila mtu uliyeko ndani hapa kwenye nyumba hii ya Mungu una kitu cha thamani cha kuongeza kwenye ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa anza kutambua ulichonacho. Anza kutambua uwepo wako. Anza kutambua kipawa na nafasi ambayo Mungu amekupa. Anza kutambua hicho kitu ambacho Mungu amekupa.
Usisubirie vikubwa ndo umtumikie Mungu. Usisubirie mazingira ndo umtumikie Mungu. Mtumikie Mungu katika hayo mazingira. Mungu ayabadilishe hayo mazingira, akupeleke kwenye mazingira yaliyokuwa ya ndoto zako. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wananielewa ninachokimaanisha? Haleluya, haleluya. Kwa hiyo kila mtu ana kitu cha kuongeza kwenye ufalme wa Mungu, kila mtu. Na kitu kizuri na cha ajabu ni kwamba anayetupa mataji ya utumishi wetu sio chanjarika. Ni nani? Ni Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Yeye anaona silini, anaona tangu chini. Kuna mtu unakuta anasema, alinivunja sana moyo. Mimi nilikuwa kweli natumika pale. Yaani nilikuwa natoa, nilikuwa nafanya nini? Nilikuwa na organize watu. Maneno yakazuka, yakaniinamisha moyo. Hivi ukisimama mbele za Yesu unaweza kweli kumwambia hicho kitu? Kwamba alinikwaza sana Bwana, nikashindwa kuendelea na kazi yako. Unaweza ukasimama. Ni kwamba ubaya ni kwamba tunapomtumikia Mungu asilimia kubwa tunawaangalia watu. Tunaangalia, je, watu watatupa nini? Tunaangalia watu watatusaidia nini? Tunaangalia watu watatupa nini? Na ndio maana hao watu tunaowatazama wakituvunja moyo, tunakuwa wa kwanza kukata tamaa. Hatutakiwi kukata tamaa, kwa sababu ninachochuchumilia hapa sio utukufu wa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Ninachochuchumilia hapa ni utukufu wa Mungu unaodumu hata milele. Kwa kuwa nikichuchumilia utukufu wa Mungu, kama Mungu wangu anaishi milele, hata nitakapokuwa sipo duniani, kazi zangu zitaishi. Haleluya. Ndio tunavyoishi, ndio tunavyotakiwa kuishi utumishi. Focus yako ni Kristo. Kila nafasi unayoipata, wa kwanza ambaye anatakiwa kufanya usifanye au ufanye ni Kristo, sio mtu. Hautakiwi kuvunjwa moyo na mtu. Bwana Yesu asifiwe. Kazi zetu zinakwenda kuishi vizazi na vizazi. Kazi zetu zinakwenda kuishi milele. Mbele za Mungu tunaenda na taji. Moja ya kitu Mungu ataasesi ni vitu vikubwa viwili vitatu kama sikosei. Cha kwanza, watakaoingia mbinguni na watakaopokea taji ni wale kwanza waliookoka, waliomkiri Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Lakini cha pili, kuna kitu kinaitwa thawabu. Bwana Yesu asifiwe. Thawabu au taji ya kazi ambazo unazifanya. Na hizi kazi zitapimwa. Zingine zitapimwa kwenye moto. Na cha ajabu ni kwamba moto ni huu mmoja. Huo moto unaochakata dhahabu, unachakata manyasi, unachakata kuni, unachakata miti na unachakata fedha, ni huu mmoja. Kwa hiyo kuna kazi za wengine zitang'aa kama dhahabu. Maana nini? Hawa ni watu ambao walikubali kutumika, haijalishi kuna vikwazo. Vikwazo vilipokwepo, walienda wakasema, Bwana tusaidie. Bwana akawapa nguvu mpya, wakaifanya kazi ya Mungu. Watakao kuwa manyasi ni wale ambao wanagusa. Unajua manyasi yana kawaida fulani, ukiwasha moto yanawaka, moto wake ni mkali, afu au kolei, yani unazima hapo hapo. Hawa watu wanakuwa na moto wa kumtumikia Mungu, lakini wanapokutana na vikwazo wanaacha kazi ya Mungu. Wanaacha kusimama kwenye ile nafasi ambayo Mungu alikuwa amewapa. Kama walikuwa ni watoaji, wanaacha kutoa. Kama walikuwa ni wanawahi kanisani kuja kufanya usafi, wanaacha kufanya. Kama walikuwa wanafanya kitu fulani, wanaacha kufanya. Eti kinini? Alijibiwa na mtu fulani vibaya, kwa ameacha kumtumikia Mungu. Unapoteza thawabu yako. Unabidi ugundue kwamba kama unachokifanya kinapitia vikwazo, maana yake kina maana kwa adui. Tunaelewana? Chochote unachokifanya ukiona kina vikwazo, ujue kina maana kubwa kwa nani? Kwa adui. Kwa unachotakiwa ni kuliitia jina la Bwana ili Mungu akutie nguvu ya kuweza kufanya zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Kama unaelewa sema amen. Ngoja tumalizie. Kwa hiyo Mungu atumii vitu vilivyoko mbali na uwezo wako. Anza kuangalia una nini cha kuongeza thamani ndani ya Kristo. Unaweza kufanya usafi kanisani, njoo ujumuike na watu ufanye usafi kanisani. Unaweza kufanya nini ndani ya ufalme wa Mungu? Jipatie kakitu ambako kanatengeneza umaana wako. Bwana Yesu asifiwe. Jipatie kakitu kanakotengeneza umaana wako ndani ya kanisa. Wengi tunasubiriaga kanisa ndo litupe umaana. Kiukweli ni kwamba sisi ndo tunatakiwa kujipa umaana ndani ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nakwambia hapa kuna watu hapa, sio kwa ubaya, ila kuna watu hapa akipata shida, uongozi akisema tu nimelazwa, uongozi unachoma mafuta unamfuata. Kuna mwingine hapa akipata shida, uongozi tunaweza tukashauriana tukasema kwamba amepata shida gani, anaumwa,
mwambie aweke simu kwenye mahali panapouma. Unaombea kwenye nini? Kwenye simu. Sasa sisemi hivyo. Sisi kanisa letu kidogo Mungu ametupa neema, tunajitahidi sana kutembelea watu. Bwana Yesu asifiwe. Tunajitahidi sana kutembelea watu. Lakini naambia viwango vinapimwa na kazi. Bwana Yesu asifiwe. Hadi mbele za Mungu ni hivyo hivyo. Biblia inasema mtu akinitumikia Baba atafanya nini? Atamheshimu. Kuna mtu hapa akiita tu mbele za Bwana, hata kama jamaliza ashageuka, unasema nini mwanangu? Lakini kuna mtu hapa Mungu atakwambia nenda kajitakase kwenye ule mto mara 7. Utaenda mara 6 utakata tamaa, na kukumbushi kwamba umekata tamaa. Kazi, viwango Mungu anapima. Bwana Yesu asifiwe. Hata utukufu unatofautiana kutokana na utumishi. Usitegemee kwamba unakaa ndani ya kanisa ufanyi chochote utakuwa sawa na anayefanya kitu fulani ndani ya kanisa. Hamwezi kuwa sawa. Hamwezi kuwa sawa hata siku moja. Unajua Mungu ni wa wote, ni kweli ni wa wote, lakini namna anavyotuthamini ni tofauti. Ni tofauti. Hii ndo sababu ya kwamba kuna watu wana mamlaka kwenye ulimwengu wa roho. Anaweza akaamuru nguvu ya Mungu hapa itembee, ikatembee isivyokuwa ya kawaida. Tunaelewana? Kuna watu wana authority kwenye ulimwengu wa roho. Akisema kitu kinakuwa. Akisema nchi isimame, akisema nasimamisha mvua, haitanyesha miaka 3. Hapo kuna manabii 7,000 wengine ambao yamkini walikuwa wajui nini Mungu anachowaza, wakawa wanaombea mvua inyeshe. Lakini kuna mtu mmoja anaitwa Elia, amesimamisha mvua isinyeshe miaka 3 hainyeshe. Tena akusema isipokuwa kwa neno la Bwana. Alisema mvua haitanyesha isipokuwa kwa neno langu. Afu akaondoka. Isipokuwa kwa neno langu. Afu akafanya nini? Kwa hiyo namna ambavyo unajiposition kwenye utumishi wako na Mungu, Mungu anakuweka kwenye grade. Bwana Yesu asifiwe. Akikuweka kwenye grade, anakutengenezea mamlaka juu ya vitu. Kila level ya utumishi ina namna ya kucommand vitu kwenye ulimwengu wa roho. Kuna mtu akiamrisha vitu vinakuja. Na ndio maana kuna mtu hapa anaweza akaamrisha vitu vikaja kutokana na level ambayo amejiweka kwenye kumtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo level inaweza ikawa ya kwako. Amen. Na ndio maana mimi ndani ya Kristo simdharau mtu kutoka moyoni. Simdharau mtu. Kwa sababu mimi mwenyewe najua ya kwamba Mungu alikonitengeneza, Mungu alikonitoa, amenifundisha kuto kudharau mtu. Kwa sababu nimewahi ona watu wanaojitoa wakiinuka mbele zangu. Kuna watu niliwafundisha mimi kiroho, niliwalea. Kuna kijana mmoja alikuwa anakuja ghetto, namfundisha neno la Mungu, naomba naye, namfungisha, nafanya nini? Ule moyo wake wa kujitoa, ilifika hatua fulani Mungu aliachiliaga neema juu yake. Chochote alichokuwa anakifanya kinaenda mbali. Hivi leo nakwambia anazungukaga mikoa karibia yote ya Tanzania kwa ajili ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Anazungukaga mikoa yote kwa ajili ya Kristo. Mungu akaondoa kiburi ndani yangu. Nilikuwa najiona wa maana sana. Mungu akaanza kusema hapana, mimi siangaliagi sura ya mtu. Siangaliagi sura ya mtu. Ninaangalia moyo na kazi. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo sasa, kwa kuwa umeasikia yote, nini kifanyike sasa ili uweze kumtumikia Mungu? Kinachotakiwa kufanyika, unatakiwa upatikane. Be available. Be available. Mwambie jirani yako upatikane. Mwambie jirani yako patikana. Hii patikana nimeitenga katika mambo makubwa mawili. Juzi wakati ninaomba juu ya hili, nilikuwa namwomba Mungu kitu fulani. Nikasikia neno nasema be available. Patikana. Kupatikana wapi? Jambo la kwanza. Cha kwanza unatakiwa upatikane kwenye uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwenye uwepo wa Mungu, Mungu ndo anatubebeshaga mizigo ya yale anayotaka tuyatende. Ndani ya wokovu huwezi ukafanya kitu kwa sheria, utachoka. Unahitajika kufanya kitu kwa mzigo. Na ule mzigo unazaliwa unapokuwa unajihudhurisha kwenye uwepo wa Mungu. Maanake unapokuwa na kanuni ya kusoma Biblia yako, unapokuwa na kanuni ya kuomba mara kwa mara, unapokuwa na kanuni ya kusikiliza maelekezo, ule mzigo unaumbika ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Kinacho tunanili ni kwamba hatupatikani kwenye uwepo wa Mungu. Kwa jambo lolote linapokuja linakuja kwako kama sheria. Hata tukisema tutoe mchango kwa ajili ya ujenzi wa kanisa, inakuja kwako kama sheria. Kwa nini? Kwa sababu hujakutana na Mungu silini anaweza kukubebesha umuhimu wa kumjengea nyumba. Unatakiwa upatikane kwenye uwepo wa Mungu.
Utumishi wetu unatembea katika namna ya ushirika. Hatujaitwa kufanya tu tulioagizwa, tumeitwa kuwa mashahidi. Bwana Yesu asifiwe. Manake Yesu anasema nililomwona Baba analitenda ndilo ninalofanya nini? Nalolitenda. Manake unatakiwa uwe ni mtu wa kuishi maisha ya fellowship na Mungu, ushirika wako na Mungu kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Ushirika wako na Mungu kila siku takiwa patikana kwenye uwepo wa Mungu kila siku kwenye maisha yako. Usipopatikana huwezi kumtumikia Mungu vizuri. Ukiona watu tunawavutavuta, jamani tuje hapa, hawaji. Issue ni kwamba hawakuanza kupatikana kuanzia kwa Mungu. Na nikwambie kweli, hata mtumishi wa Mungu, mchungaji awe na upako vipi, kama watu hawapatikani kwenye uwepo wa Mungu, watakuwa mzigo kwake. Kwa nini? Kwa sababu ni ile kupatikana kwenye uwepo wa Mungu ndo kunako kufanya uone sauti ya mchungaji wako kuwa ni ya thamani. Kwa sababu unaamini kwamba kama ninamheshimu Mungu asiyeonekana na huyu anasimama kwa niaba ya Mungu asiyeonekana, maana yake anachokisema huyu ni cha Mungu, ninakitii. Bwana Yesu asifiwe. Patikana kwenye uwepo wa Mungu akubebeshe mzigo. Ukiona mtu ana mzigo kwenye Injili, alianza kwanza kupatikana kwenye uwepo, Mungu akambebesha ule mzigo. Kwa akimbebesha ule mzigo, huyo mtu anakuwa angalii vikwazo, huyo mtu anakuwa angalii mazingira, anaifanya kazi ya Mungu kwa sababu alipatikana kwenye uwepo wa Mungu. Ujasiri wake hautokani kwa sababu mchungaji wake amemwambia. Ujasiri wake unatokana kwa sababu ni Mungu amemwambia, mchungaji amethibitisha tu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Vijana tupatikane kwenye uwepo wa Mungu. Mwambie kama una kijana, mwambie patikana kwenye uwepo wa Mungu. Kuna watu tunapatikana sana kwenye season. Kuna watu tunapatikana sana kwenye simu. Ni watu wa kuperuzi sana kwenye simu. Tunapatikana sana kwenye simu, ila muda na Mungu hatuna. Afu unategemea ufanye maajabu. Hayawezi kutokea. Labda maajabu ya kwenye movie na yenyewe huwezi kuyapata. Hayawezi kutokea. Lazima utenge muda kijana. Lazima utenge muda na Mungu. Mungu anakusudi na wewe, na ndio maana amekuokoa. Mungu anatamani kukutengenezea umaana, anatamani akutengenezee focus itakayoamua hatima yako. Bwana Yesu asifiwe. Akutengenezee focus itakayoamua hatima yako. Mungu anatamani usibaki tu kuwa kama kijana ambaye anaingiaga kanisani na anatoka. Hataki hivyo. Mungu anatamani uwe ni kijana ambaye kuna kitu unakifanya ndani ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na kila mtu hapa anaweza. Kwa nini? Kwa sababu kinachotuwezesha sio sisi, ni Roho atendaye kazi ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Hamna anayeweza kuifanya kazi ya Mungu kwa nguvu zake, ni yule Roho atendaye kazi ndani yetu. Lakini yule Roho anakujaza vipi kama upatikani? Kama unazurula zurula. Kuna watu wanazurula zurula, na siku hizi watu hawazuruli tena eti kwamba anaenda kwa fulani. Watu wanazurula rohoni, wanazurula kwenye simu, anaenda huko, anaenda Afrika, anaenda Marekani, anakupitia tu simu, anaenda wapi, anazurula zurula mpaka kufika jioni ushakuwa mkavu. Ikifika muda wa ibada unasema ndaendaga kesho. Ikifika muda wa kufanya saizi nimechoka. Kwa nini? Kwa sababu haupatikani. Jambo lingine, patikana kwenye eneo la kazi. Nipatikana kwenye eneo la nini? Kupatikana kwenye eneo la kazi ni matokeo ya mtu kupatikana kwenye uwepo wa Mungu, kwa sababu Mungu anakubebesha umuhimu wa kazi. Patikana kwenye eneo la kazi. Hilo ni jambo litakusaidia. Patikana kwenye uwepo wa Mungu, patikana kwenye uwepo wa kazi. Maanake eneo la uwepo wa Mungu, anza kuweka mazingira ya kutengeneza. Muda ni mali yako. Mungu amekupa muda kama mali yako. Una masaa 24. Kila mtu hapa ana masaa mangapi? 24. Ni moja ya zawadi ambayo Mungu ametupa wote, iko sawa. Hakuna mwenye masaa 48 hapa. Wote tuna masaa mangapi kwa siku? 24. Lakini nikwambie ukweli, kuna watu kwenye hayo masaa 24 wako bize kuzidi wewe, lakini pia wana muda na Mungu. Wewe huo muda unasema nimekosa muda kabisa. Kuna watu wana muda na Mungu. Hebu jiulize, Daudi alikuwa ni mfalme. Alikuwa anasimamia shughuli zote za kifalme ndani ya nchi. Alikuwa na control mambo yote, anaenda nchi. Na bado hapo kuna vikwazo vya majirani wanaotaka kumpiga vita, kwa sababu Daudi anafahamika kama mtu wa vita. Lakini bado Daudi alikuwa na muda wa kupatikana wapi? Kwenye uwepo wa nani? Wa Mungu.
Wewe unapigana vita na nani? Una majukumu gani yanayoweza kukuzuia ukose masaa mawili, saa moja la kupatikana kwenye uwepo wa Mungu kama nidhamu yako ya kila siku? Una ubize gani? Vipi ukiumwa utakuwa bize kama ulivyo bize? Kuna mtu anasema sina muda. Vipi ukiumwa utakuwa bize kama ulivyo bize? Uwezo ukawa bize. Kwa unakuja kugundua ni udanganyifu wa shetani anaotufanya, ni hali ya moyo. Shetani anaukuza moyo wako uone kana kwamba una mambo mengi, lakini sio kwamba una mambo mengi. Kwa jenga madhabahu ya kwako ya kupatikana kwenye uwepo wa Mungu kila siku. Jenga muda wa kwako wa kupatikana kwenye uwepo wa Mungu kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Jenga muda wako wa kupatikana kwenye uwepo. Mungu ana vitu vingi anatamani akubebeshe. Anatamani akubebeshe, ambavyo hivyo vitu akikubebesha ndio vitakavyoamua ukuu wako, vitakavyoamua hatima yako. Unaweza kukuta unazunguka na mambo mengi, lakini Mungu anataka kukuambia kwamba mimi Bwana nilikuitia kwa ajili ya jambo moja tu. Ukianza kulifanya lile jambo unashangaa anafungua milango, anafungua milango, anafungua milango. Mara baada ya muda unakuwa gumzo, lakini hatupatikani kwenye uwepo. Katika yote hayo nataka nimalize kwa kusema hivi: wote waliofanya mambo makubwa ya Mungu waliwezeshwa. Bwana Yesu asifiwe. Waliwezeshwa na nani? Na Roho Mtakatifu. Hebu sema waliwezeshwa na Roho Mtakatifu. Sema waliwezeshwa na Roho Mtakatifu. Wote waliofanya mambo makubwa waliwezeshwa na Roho Mtakatifu. Hakuna aliyefanya kwa nguvu zake. Niwekee Matendo 1 mstari wa 8. 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 Anasema, lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Wapi? Katika Yerusalemu, katika Uyahudi wote, na Samaria, na hata mwisho wa nchi. Manake mtakuwa mashahidi wangu ulimwenguni kote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kupokea nguvu ya nini? Ya Roho Mtakatifu. Sasa tunapopatikana kwenye uwepo, Roho Mtakatifu ndo anatu empower. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona mtu yoyote anaweza kusimama na kusudi la Mungu kwa muda mrefu, amewezeshwa. Kwa kawaida, tangu baada ya anguko, mwanadamu kama mwanadamu hawezi kubeba mambo ya Mungu kwa nguvu zake. Kwa nini? Kwa sababu anguko lilichokifanya, anguko la dhambi, lilitugeuza sana tukawa ni watu wa mwilini, na mtu wa mwilini hawezi kubeba mambo ya rohoni. Anahitaji kuwa rohoni ili abebe mambo ya nini? Ya rohoni. Na ni nani wa kumpeleka rohoni? Hakuna awezaye kumwona Baba pasipo kujaliwa. Anahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Ile nguvu ya Roho Mtakatifu ndio inaweza kufanya ukawa mtumishi asiyechoka. Kwenye Isaya nadhani ni 40 kama sikosei, mwishoni kule anasema, bali wamngojeao Bwana watapata nguvu, watapata nguvu mpya. Kumbe tunapata nguvu mpya kwa kungojea, kwa kukaa kwenye uwepo. Kuna mambo huyaelewi, yapeleke kwenye uwepo. Unatamani, ukiona mtu anamtumikia Mungu moyoni mwako unananili, nenda kwenye uwepo, jiachilie mbele za Bwana, patikana. Mungu atakupa kitu chepesi ambacho cha kingine atakupa wewe namna ya kukipenda, utajikuta tu unakipenda. Bwana Yesu asifiwe. Labda niwaambie, hakuna anayetamaniki kuwa mchungaji. Hayupo ambaye huwa anatamani kuwa mchungaji. Kila mchungaji ukimfuata mbele, ulitamani kuwa mchungaji? Hayupo. Mwingine shangaa alikimbia, anakwambia ona ile hali inanitesa nikakimbilia Zambia. Alikuwa anakimbilia wito, anakimbia wapi? Anaenda wapi? Zambia. Mungu akamkuta huko akamrudisha. Alipotii akashangaa, kadri anavyozidi kutenda anazidi kuipenda ile kazi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunawezeshwa na Roho Mtakatifu. Hicho ni kitu cha kishika. Kwa hiyo patikana kwenye uwepo wa Mungu, patikana kwenye kazi. Ukiishi maisha bila utumishi, hauji kupata ridhiko kwenye maisha. Utakuwa na vitu vingi, lakini utaona kama hauna ridhiko. Ridhiko letu ni kuishi asili yetu, na asili yetu ni kusudi ambalo Mungu alikusudia duniani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa mtumishi wa Mungu, wewe ni mtumishi wa Mungu. Wangapi wamenielewa nilichokimaanisha? Wangapi wamenielewa nilichokimaanisha? Hebu fumba macho yako, nimshukuru Mungu. Baba, asante kwa ajili ya neno hili. Asante kwa ajili ya watoto wako. Mimi ni mjumbe tu, lakini
wewe ndo unayesema na maisha yao. Unazungumza na mioyo yetu ya kwamba tunatakiwa kuishi maisha ya utumishi, kwa sababu uwepo wetu hapa duniani ni mfupi, na wewe Mungu utachukua gharama. Kama wewe Mungu Yesu ulikaa miaka 3 ukafanya kazi kubwa inayoishi mpaka leo, vipi kuhusiana na sisi tunaokaa miaka 60? Vipi kuhusiana na sisi tunaokaa miaka 70? Vipi kuhusiana na sisi tunaokaa miaka mingi hapa duniani? Vipi tukiondoka duniani hatukuleta wokovu? Tutakuwa kama wale watu wanaosema tulikuwa na mimba kana kwamba tuna utungu, lakini tulizaa upepo. Kwa nini? Kwa sababu hatukuwa na nguvu. Roho Mtakatifu, watoto wako wako mahali hapa, uwajaze nguvu yako ya kuweza kuzaa matokeo yako, ile neema uliyoikusudia ya kuweza kuzaa kile ambacho Bwana ulikusudia ikapate kusimama juu ya watoto wako. Ninakataa kila vikwazo vinavyozuia kilicho chako kuzaliwa. Ninakataa kila vikwazo vinavyozuia kila kilicho chako kuzaliwa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninaamini neema yako Bwana ni kubwa katika jina la Yesu Kristo. Mahali uliposema Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, ninakushukuru kwa ajili ya neno hili. Unipe neema ya kusimama kwenye nafasi yangu. Leo hii nimetambua ninacho kitu cha kuongeza kwenye ufalme wako. Ninakataa utasa katika jina la Yesu. Ninakataa utasa kwa jina la Yesu. Pesa zangu, mali zangu, nguvu zangu, moyo wangu utakutumikia wewe. Wewe ndio utakuwa na sauti katika jina la Yesu. Vitu, mali hazitakuwa na sauti kinyume cha sauti yako katika jina la Yesu. Ninasema asante kwa ajili ya uwezo wako. Amen. Shangilie Bwana Yesu. Amen. Mungu akubariki sana. Amen. Haleluya. Basi tukamtolee Mungu sadaka. Amen. Haleluya. Haleluya. Tukamtolee Mungu sadaka. Amen. Leo tuna sadaka, tuna mafungu ya 10. Pia tuna sadaka ya ibada. Nadhani tuna mafungu ya 10 na sadaka ya ibada. Mafungu ya 10 na sadaka ya ibada. Bwana Yesu asifiwe. Kama umekuja na fungu la 10 unaweza kusimama mahali.